maisha ndani sielewi. Na ukizingatia zaidi, Shemu hayuko sawa kabisa. Kama una tatizo gani? Auza. Ina maana nataka kuniambia mpaka leo Shemu wako hujamzoea. Kweli nimemzoea, lakini sasa naona hali inazidi. Unajua unatakiwa uishi kwa kusoma alama za nyakati. Kila kitu kinachoendelea unakuwa ni kushirikisha kama ndugu yako. Sasa sidhani kama leo unaweza ukawa uelewi chochote au unataka kunichota. Hapana, sina maana hiyo, ila naona hali ya mwanzo na sasa ilikuwa hali mbaya zaidi kwa upande wa shemeji. Na sijajua tatizo kubwa ambalo linamsibu ni nini, ndio maana leo nimeamua nikuulize. Kama nilivyokuelekeza mwanzo, wife alishatafuta mwanamke tayari. Na tayari tumeshaanza elimisha. Sasa mimi mwenyewe nashindwa hata kuelewa. Tangu tumeanza ile mission, yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza kubadilika. Of course hata mimi pia inanishangaza. Na ndio maana mwanzoni nilikwambia wanajua tabia za wanawake. Wanawake wana visa sana. Isije kuwa yote ameyafanya na kuyapanga ili nitegee mimi mtego. Sasa mimi siwezi kuingia kwenye mitego midogo midogo. Mitego kutega tetele. Mimi tembo. Siwezi kunasa. We subiri tu kuitwa baba mdogo. Kweli jambo zuri, lakini naona kwa upande wa Shemu kama hajalipokea kifaa, kwa sababu naona mwanzo hakuwa hivi kama alivyokuwa sasa. Manake mlikubaliana safi, lakini hali inayoendelea sasa hivi Shemu anaelekea pabaya. Balozi, kwa namna yoyote itakapokuwa, sosi ni nani alitengeneza hili jambo? Kama ni yeye ndiye ambaye alianzisha, basi mimi sioni kama kuna haja ya sisi kuumiza vichwa kwamba eti atachukuliaje, atafikiriaje. Alafu kitu kingine, wife ameniletea tunda yenye ladha ambayo sijawahi kuonja katika maisha yangu. Hivyo basi sioni namna gani ambavyo naweza kubanduka kwa mwanamke. Yaani nahisi naweza nikahamia kwake mazima, yaani mapenzi yangu yote yamehamia kwake. Nahisi naanza